Haya mtazamaji, kisa kinaanzia katika mgahawa huu ambapo pana binti mrembo hapa. Binti huyu basi jina lake anaitwa Somi. Igon? Hapa alikuwa na shemeji yake. Shemeji anamuuliza vipi, utapenda nyama? Anasema ndio. Lakini moyoni mwake anapomtazama shemeji yake akaanza kummezea mate. Sasa shemeji kila ambacho alikuwa akimuuliza alikuwa anakubali tu. Vipi, utakula na hii? Binti anasema ndio. Moyoni akaanza kutamani, anasema natamani shemeji ndo angekuwa boyfriend wangu. Dada yake akaja. Sasa hapa ndipo anatuambia kwamba huyu kijana anaitwa Dongyeon ni boyfriend wa dada yangu. Dada yangu anaitwa Sora. Unaweza kuona pia wanasoma pamoja. Pale basi dada yake alifika mezani na kumuuliza boyfriend wake, vipi, umeshachagua? Amwambia nimechagua hii. Vipi na wewe? Yani tutaagiza chakula chote hiki? Wakati anaendelea kuchagua pale basi dada mtu akachagua chakula kingine. Mdogo wake akamaini, sema mimi nataka hicho hicho. We, chakula chote hicho utaweza kulipia? Shemeji akasema hamna shida, tutanunua tu, kama vitabaki tutabeba. Muda huo basi simu yake ikaita Sora. Sasa ilipokuwa imeita akaomba kumradhi kidogo kuchomoka pembeni ili aweze kwenda kuzungumza na simu. Sasa wakabaki wawili mezani. Hivi ulisema kwamba tutatoka Si ulisema kama mimi kuna siku mimi na wewe tutatoka? Jamaa akamwambia ndio. Sasa ulitaka tuende wapi? Akataja sehemu inaitwa Lot World. Sasa lakini dada yako anachukiaga sehemu zenye makelele. Hiyo Lot World ni zile sehemu zenye mabembea bembea. Sasa utapenda tukitoka mimi nivae uniform au nivae kama nguo za nyumbani hivi? Jamaa akaanza kukerekwa. Anaona binti anaongea sana. Binti akaanza kujishtukia. Sijasema kwamba, yani sijamwambia chochote dada. Jamaa akamwambia wewe funga mdomo. Unatakiwa kujua mipaka yako wewe. Mimi nakuwa tu mtu fulani hivi kwako kwa sababu tu ya dada yako hapa. Kwa hiyo unatakiwa ujue wapi pa kukomeshea, yani wapi pa kuishia. Maana yake sasa umeanza kunikera. Huyo shemeji ananyoosha. Ananyoosha kabisa. Hataki kuonesha kuogopa. Kidogo dada mtu mwenye boyfriend wake akaja, ni Sora. Vipi, unasikia njaa? Dada akasema ndio. Somi, vipi na wewe una njaa sasa? Lakini akimuuliza hapo anatabasamu. Hii kidogo ikamshangaza sana Somi. Akaenda kumsimulia rafiki yake. Akamwambia uone imekaa vizuri. Mwenzake akamwambia kivipi? Ani jamaa jinsi anavyobadilika. Mwambie wewe mimi simuongelee huyo shemeji yako na kuongelea wewe. Kivipi? Kivipi? Kwani mimi nimefanya nini? Mimi sijafanya chochote. Sasa mwenzie akamwambia wewe tatizo lako wewe domo lako linabwabwaja. Kusema ukweli, yani hivi vitu unavyovizungumzia hivi sijui kama utafanikiwa. Na unajua kabisa mbona kuna watu wengi tu hapa unaweza ukawa nao. Kivipi? Sasa aliposema hivyo kidogo binti kidogo ikamshangaza. Akabaki katika hali fulani ya sintofahamu. Sasa unajua kuna wakati mwingine wewe unanishangaza sana. Yani kuna kama namna fulani hivi, kuna muda unanishangaza. Mimi nakuwa hata sikuelewi eti. Yani unakuwa kama unanishangaza sana, yani sijui shida ni nini. Kwa hiyo sasa ulitaka mimi nifanyeje? Wakaanza kutupiana tu maneno pale. Haya, moja kwa moja akaanza kumsimulia siku ile ilivyokuwa wakati walipokuwa wametoka katika mtoko huo. Kumbe basi shemeji alianza kuuliza kama bibi atapenda steki. Na baada ya kuuliza bibi akawa ameonyesha kwamba anataka steki. Shemeji akaona basi huyu anaonekana kabisa anajitambua. Lakini kadri alivyokuwa akiendelea kuuliza vipi na hii na hii, anashangaa shemeji anataka vyote. Hiyo kidogo ndio ambayo ilimshangaza zaidi. Na sasa imemfanya imefanya kama shemeji akamdharau zaidi binti huyu ambaye tunamuita Somi. Sasa hii inakuwa kama inamkera yeye anapoona wenzie wakimjadili vibaya. Maana yake anaenda kuwasimulia lakini wanakuwa kama vile wanamkosoa. Sasa tunaendelea mbele. Tumemwona kijana mmoja hapa ambaye basi bila shaka utakuwa umeona hapa anatajwa jina lake. Hapa kumradhi, tutamwona jina lake jamaa hapa sababu ndio episode ya kwanza, nafaa uelewe vizuri. Kijana huyu hapa
huyu vipi, mbona kama chizi leo? Bibie pale pembeni akamwambia mimi mwenyewe sielewi. Sasa anaitwa Namdong. Haya, basi tunaendelea mbele. Mimi mwenyewe hata sielewi. Huku upande huu sasa tunamwona bibie Somi. Muda wote anaanza kufanya tumazoezi fulani vya kumtamanisha boyfriend wa dada yake, yani Dongyeon. Alipokuwa akikaa na huyo deskmate wake, muda wote ilikuwa kama wanavutana hapa na pale, hataki mzaha na mambo kama hayo. 학원 가야 돼서 숙제할 시간 없단 말이야. 공부하러 가야 돼서 공부할 시간이 없다니 어이가 없다. 너 그만 시비 걸어라. 그런가? 좀 어이없는 일인지도 모르겠다. Sasa wakiwa wanapiga tu story hapo, tunaona baadaye bibi alienda kufanya homework yake nyumbani. Anasema anajaribu kufanya akili yangu isiwe na vitu vingi. Hii kidogo nafikiri itanisaidia ili niweze kusahau yale ambayo nimeyapitia. Anasema wakati mwingine na mimi pia nashindwaga tu kujizuia. Sasa kuna muda pia baadhi ya vitu vinanishinda. Sijui sasa inakuwaje. Yule kijana ambaye ulimuona walikaa pamoja darasani, ni kijana ambaye yuko vizuri sana katika masomo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu huaga ni kama notes na nini, huwa anamwazimaga huyu binti. Yule jamaa anamwazimaga huyu binti, kwa binti anaenda anajisomea au anakopi zile notes na mambo kama haya. Kwa hiyo basi alikuwa ameazima na wanakaa kwenye apartment moja. Kwa hiyo akawa ameenda kurudisha vijitabu vile. Na kama anavyokuwa anarudisha anakuwa anapewa kingine. Sasa alitaka jamaa afunge mlango. Binti, samani kidogo najisikia kama kwenda uwani. Wewe na yeye unakuaga kasumbufu. Basi mchizi akawa amemruhusu binti kuingia ndani, sijui lengo lake lilikuwa nini bwana. Anafika ndani wakati akiwa anashangaa pale sebleni, akapiga jicho upande wa pili. Penzi likaupiga moyo wake baada ya kuona shemeji yake Dongyeon. Huyu ndio yule shemeji mtu. Vipi huyu mbona wewe kwa nini umelala hapa? Sasa shemeji kalala, hajui chochote, asikii chochote. Mbona kama nasikia kanywa huyu, amelewa nini? Bibi akaanza kusogeza kimdomo, anajifanya eti anamnusa. Taratibu. Jamani. Somi akambusu shemeji yake. Sasa kumbe bwana classmate wake ameona. Muona mambo hayo? Hii kidogo ilimfanya Somi akapata aibu sana. Sasa anasema kumbe mbinu nilotumia kidogo nilikuwa nimekosea. Tayari ni tatizo hili. Kuna baadhi ya vitu huwezi hata kuvikwepa. Ndicho ambacho anajaribu kutuambia Somi. Tazamaji, mimi niko hapa kwa ajili ya episode inayofuata, episode ya pili. Tafadhali usikae mbali, hakikisha unafuata episode inayofuata. Hapa basi walipotoka nje wakati walipokuwa wakielekea zao kwenye mambo yao. Anamwambia yule jamaa kwamba bana sio kasema popote kuhusiana na lolote. Namba ya simu unaiona kwenye screen yako, itumie. Namba ni 0754270937 au 0658270937. Tamthilia inaitwa Love. Tutakutana kwenye episode ya pili.